kutokana na matukio ambayo yalinikuta. Nilichokuja kugundua kwanza madansa wa kike wengi nahisi naweza kusema labda wana tamaa. Sababu madansa hukutana na watu wengi huko wanapoenda dance class kudansi, afu na madansa wengi wa kiume wanavaa, unaona, wengine wanakuwa na simu kali, vitu vizuri. Sasa yani mpenzi wako akiwa dansa, yani kuna namna inakuwa ina ukakasi, yani hapo kuna mawili. Yani mpenzi wako wewe anatongoza huko na watu wengine na labda akakubali, sababu madansa wengi kukaza sidhani kama ni rahisi, sababu kuna wanacheza mpaka style zingine ambazo ni lazima mtu ashikwe. Kwa lazima uwe na yeye na wivu. Kwa mimi kanishindaga, ndio ile penzi letu likawa love you once. Yani penzi la ndani ya wiki tu. Kwa mimi kuna wakati nikaa namwambia bwana mimi sitaki mtu akushike kama hivyo. Sasa ndo kazi yake naye. Mimi nikawa naona kama vile na mimi nina wivu sana. Yani mimi nina wivu sana. Yani kwenye mahusiano na wivu sana. Kwa hiyo kuna muda naweza nikaanza kutengeneza stori zangu mwenyewe huko bwana, nikagundua hapa nikiona tu mtu labda amecheza ameshikwa hivi, najua hapa huyu atakuwa huyu ni hivi na hivi, yani nakuwa natengeneza matukio yangu mwenyewe. Sio kama una wivu kupitiliza. Kwa nini utengeneze matukio? Sasa si ni kazi tu kama kazi nyingine. Sometimes kwenye mapenzi wivu lazima uwepo, ndio mapenzi yawepo. Sasa muda mwingine unakuta ukiwa una wivu sasa itakuwa mapenzi yatakuwa sana muda nyinyi mtakuwa sana ni mtu na shoga yake. Maana mapenzi unamuonea wivu mpenzi wako atakuwa mtu na udugu wake. Yaani ndio udugu. lazima kuwe na wivu bwana. Kwa mimi nilikuwa na wivu. Sema labda ni masuala ya mipaka ile kuzingatia vitu kama hivyo. Sema mimi nilikuwa nimemwambia, lakini kuna muda akaniambia yule ni hivi na hivi, akajitetea kwa mara ya kwanza. Lakini siku nyingine nikaona tena kaposti vile vile. Akaniambia hiyo nilikuwa siku moja tulishoot video nyingi. Nikasema haina shida. Kwa hiyo huyo mtu mwenzie ambaye alikuwa naye, ambaye wewe ulikuwa kama mchepuko, huyo mwenzake alikuwa ni dancer pia? Ya nahisi maana mimi katika story za kuambiwa sana huyo mtu mwingine nasemekana vitu kama hivyo, na alikuwa ni dancer. Sema kidogo yeye yuko kidogo matawi. Kwa hiyo ni yani kwa mpaka anakuja kuna kugundua hivi, naambiwa bwana huyo alikuwa ni dancer, alikuwa ana pikipiki yake hivi, anamfuatana anampeleka. Mimi nikagundua nilipoona hivyo nikasema basi, sababu hata yeye mwenyewe ndo alionikubali na mwisho wa siku yeye ndo kaamua kuondoka. Ijapokuwa niliniuma kwa ndani ya wiki hapo, niliumia kwa sababu kuna watu walikuwa kabisa washanitangulia. Unajua ndani mashemeji wako watashapitisha shemeji mwisho wa siku azadai aibu ikaola mimi. Kwa hapo kilichotokea niyo ndani ya wiki ni kama vile aliamua tu kukutumia. Let's say kama kile ambacho baadhi ya wanaume huwa wanafanya. Unaweza kumpenda mwanamke na sio kwa kumaanisha, lakini ukawa naye kwa siku chache, 3 wiki, and then ukamwacha. Ndio ulichofanywa wewe, si ndio? Na kitu kama hicho ni kifupi, yani vice versa ikawa is true. Mimi nilikuta ndo yale. Mimi sasa ndo nikachezewa. Lakini nashukuru Mungu, siku zikaenda nikasahau, kazi zangu zikawa zinasonga, kwa sababu mimi furaha yangu kubwa kwenye maisha yangu ni kazi zangu zote zinaenda. Yani mimi kazi zisipoenda hata mpenzi naye itakuwa ngumu. Labda wewe unanishauri vizuri, lakini kama nishauri kazi lazima mimi kwanza iende. Kwa hiyo sasa hivi uko kwenye uhusiano au upo kwenye uhusiano? Sasa hivi hapana, ila ikifika muda sahihi tutamtambulisha. Sawa. Hii ni story pekee yake ambayo